Uhum. Asante, karibuni watazamaji wetu wa Sauti ya Mwananchi TV. Karibuni nyote, mkaribishwa mtupe support ya hii bunge letu hapa, watoe maoni pia. Na unajua wacha tukaribishe watu kwa hii bunge, sababu hii si ati ni private. Wewe ukiwa pale na maoni yako unaweza kututafuta, unaweza DM, tutakupea location, alafu wewe utakuja. Tunajua kuna hii by election ilikuwa, although sisi kwetu hapa ilikuwa ni Machakos, we are far away from Machakos, lakini mtu yote ako interested kutoa maoni. Kutoa maoni inakubalika, freedom of speech. So mnakaribishwa nyote kwa bunge, kwa Sauti ya Mwananchi TV. Bado ni kama tu bunge la mwananchi. Ni bunge la mwananchi. Sasa sisi hiyo bunge la mwananchi inakuwa common sana. Alafu zile bunge tunajua za wananchi zenye tulikuwa nazo, kwa sababu ya personal interest nyingine ilienda karibika, lakini karibu kwa Sauti ya Mwananchi TV hapa, your opinion inakubalika na inachukuliwa hivyo hivyo venye iko. Leo ikiwa ni tarehe 28, ndio baada ya uchaguzi jana wa by election, kina Wamuthende akafanyia kina Wamunyoro ile kitu. Tumeona kwa hii by elections kulikuwa na chama zilikuwa zimedominate. Na vyama zile zilikuwa zimedominate ni ikiwa UDA na ODM. Hizo ndizo party zimedominate by election. Tusiongelee sana ya MCA, sababu tunaongelea national. Wacha tuongelee MP. Maybe na hiyo moja ya senator. Senator ilikuwa moja, lakini MP ilikuwa 7. Tunajua wabunge 7, ukipata wabunge 7 kwa bunge wako pande upinzani, ni pigo kwa serikali. Na ukipata wako kwa serikali, ni pigo kwa upinzani. Hasa kama hiyo jana ilikuwa ni pigo kwa upinzani. Na wewe kwa mtazamo wako mheshimiwa, unasema ni mheshimiwa kutoka wapi? Mimi mheshimiwa kutoka Machakos hapa, mimi mkaaji wa Machakos County, Mavoko Sub County, Mlolongo Kimau Ward. Sawa. Sasa ukiangalia kwa makini by election yenye zilifanywa jana, tukaona Magarini Harrison Kombe ndiye alikuwa mshindi, na yeye ndio baada ya kuwa mshindi 2022 uchaguzi wake ikawa nullified na koti, na akaambiwa lazima urudi uchaguzi, na yeye ndio bado alimanage kufanya nini? Kushinda. Ugunja kuna Moses Omondi mwenye alipata kura. Magarini alikuwa na kura 17,909 against Stanley Koga wa DCP mwenye alikuwa na kura 8,000. Wewe ukiangalia kura 8,000 na kura 17,000, kidogo takwimu ya haraka tufanye na hii calculator. Unajua sisi maana calculator hapa almost 8,000. Ya almost 8,000. 8,000. Songa tena. Ilikuwa ni 17,909. Ukitoa kura 8,907 alimshinda na kura 9,000. 9,002. 9,002. Huyu ni mgombea wa tikiti ya DCP. Sawa. Hiyo ni Magarini. Different. Wala hajafika hata ile ameacha na. Hata ile macho na hajafika. Nguvu hajafika hata ile. Hii inaashiria, inaonesha nini? Upinzani bado. Haya, ukiangalia Ugunja, Moses Omondi wa ODM alipata kura 9,447 dhidi ya
mpinzani wake anaitwa Odhiambo Orodi wa Wiper Democratic Front alipata kura 1819. Mwingine ako na 9,000. Ukiangalia David Ndakwa Malava wa UDA alikuwa na 21,564 against Panyako wa Kenya wa 20,200. Ukiangalia pande ya Western utakuta kuna upinzani mkubwa sana hata kushinda Mlima Kenya kabisa. Unaona? Sababu kama mshindi David Ndakwa alikuwa na kura 21,564 dhidi ya mpinzani wake Seth Panyako alikuwa na kura 20,210. Unaona tofauti yake ni 1,454 difference ya kura hapa 1,000. Lakini ukiangalia pale ule wa nani kule Magarini utaona tofauti ni kubwa sana. Ukija wa Murende Mbere North wa UDA alinyakua kiti hicho kwa kura 15,802 na yule wa DCP Karish alikuwa na 15,308. Ukiangalia hapa the difference is almost ni 500 na kitu 500. Kwa hivyo bado kuna upinzani mkubwa sana. Ukiangalia Boyd Were hii difference ya kura 496 496 ilikuwa ni ngapi? 802 minus 15,308 ni kura 494. 494 hiyo gap ni kidogo sana ndugu yangu. 494 Boyd Were akashinda, Boyd Were wa ODM akashinda Aloko wa Independent, Aloko akiwa na kura 8,000, Boyd Were akiwa na kura 16,000. Kwa hivyo alimshinda na almost half of the votes. Na ukiangalia lakini hapa upande wa Kasipul hii inaeleweka kwa sababu ya chama alafu yule mwingine alikuwa independent. Ukiangalia pande ya Baringo, si ndio? Kiti kinyang'anyiro cha useneta unakuta pale Baringo mwenye alichukua kiti ya useneta pale alikuwa anaitwa Kiprono Chemutai Cheburet. Kiprono Chemutai Cheburet mwenye alipata kura 43,609. Kwa mtazamo wako ukiangalia unaona DCP hakuna mahali DCP waliweza kupata nafasi yeyote ya aidha ya ubunge ama ya useneta. Inakupea picha gani kumaanisha DCP bado sijui ni wameongozwa na kiongozi mwenye kabila ama kiongozi mwenye alishindwa na kazi ama ni chama bado haijajulikana ama ni kumtaka hamtaki. Unajua hii ni DCP na ndio iko na Kalonzo, iko na Eugene, iko na nani, na unajua hawa watu kwa ground ni kama bado wana ile nguvu. Sasa mheshimiwa utarudi baada ya muda mfupi ndio sasa tufanye uchanganuzi wa hii by election ambayo ilifanyika jana kwa kina. Asante.